Bado sihubiri, nataka niseme machache ndio nihubiri. Bwana asifiwe sana. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia siku njema kama ya leo ili tupatikane hapa Central Western kama jamii moja ya Kibaptisti hapa Kenya, na nikuje pamoja na viongozi. Jambo la pili, na washukuru wote wachungaji, viongozi pamoja na washirika wa kanisa letu la Kibaptisti. Na washukuru wote kwa sababu ya kufika na kufanya siku kama ya leo yapate kufaulu. Kwa sababu mahali hakuna watu hakuna maendeleo. Kwa sababu watu wamekuja kuna maendeleo. Na tunashukuru sana. La tatu, nataka niwashukuru pia kwa sababu ya kutupatia sisi nafasi kuongoza dini yetu ya Kibaptisti hapa Kenya. Najua dini yetu ama kanisa letu ni watu wanapeana nafasi. Mungu anapeana nafasi kupitia watu. Kwa hivyo kwa sababu mlipiga kura mkakubali ni sisi, inamaanisha ya kwamba mliungana pamoja na Mungu na ikawa mkatupatia nafasi ili ya kwamba tuwe watendakazi. Na wakati ambao tuliingia katika ofisi hii tulisema ya kwamba sisi ni sio officers, sisi ni watendakazi pamoja nanyi katika kanisa hili letu. Amen. Kwa hivyo ndio sababu leo mmeona nimekuja na ofisi yangu, na pia nimeona mama wetu Linda ambaye ni treasurer ya kina mama national leader, maybe anaweza kuwawekea kidogo ama sijaona ile. Ni mke wa barasa ndio wamefanana kidogo. Okay. Na lakini nimekuja na electoral council member kwa sababu there is a national event ambao imebidi tupate kukuja hapa Central Western. Ni nyumbani nilichipokuwa sasa zingine najua it depends on how you have come. So nikikuja na jina ya dini sasa ni ingine, lakini nikikuja kichini chini pia nimekuja nyumbani. So I want to say that Central is a home, na mimi ninajuana na nyinyi wote. Wengine tumelala chini, wengine tumetembea mbalimbali tukihubiri Injili. Na mimi naambiaga watu ya kwamba one thing that I always pray ni ya kwamba I remain a servant na uongozi ziingie kwa kichwa yangu. But as much I do that, I'm also responsible to God in the administrative matters. So mara mingi nimeambia marafiki zangu, hata sasa zingine naambia hata mke wangu, that when it comes to administration, tuweke rafiki kando, tufanye administration. Na tukikuja kwa mambo ya rafiki pia tunakuwa marafiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu kazi ya Mungu ukipewa, ukifanya mchezo ni laana kwako na familia yako. Na ni kitu ambao itabaki kidonda katika maisha yote ya kanisa. Sasa unajua hata watu kitu kingine kitendea yake, hata mtu kama Bagaya wanasema kwa sababu alicheza na kanisa, kwa sababu ilikuwa namna hiyo. Ni kweli? Ni kwa sababu there was something that's wrong that happened during his time. Now we say this, a good leader mara mingi angependa amalize vyema. A good leader will always like to finish well. Na utamaliza vyema kwanza kama umejielewa ya kwamba wewe ni kiongozi, licha ya kwamba ninatoka Nyanza ama natoka Western, sasa naacha haya yote, then I become a leader. Yes. Amen. Amen. So tukikutana na Mulondo wakati ya urafiki tunaongea kiurafiki. Amen. Lakini tukikuja kikazi tunaongea pia kikazi. Hiyo inafanya jina la Mungu inapata heshima. Amen. Na pia kanisa letu linapata heshima. Jambo lingine ni ya kwamba as the Baptist family tumetoka mbali. Na mbali ambao tumetoka na hatua ambao tumepiga, we don't want to blame our founding fathers and leaders. Walifanya kwa wakati wao kwa njia ambao wangeweza kufanya.
Lakini kumbuka, tumekuwa na dini ambao hapo nyuma kila mtu alikuwa anafanya kile anataka, anaenda jinsi ambayo anataka. Na Biblia ambayo ninasoma, because I'm also a theologian, the Bible that I read and that I believe in, inasema ya kwamba mahali watu waende njia moja, Mungu yuko pale. So God sometimes was not with us. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu alikuwa anaondoka tu, anafanya kile ambao anataka. God is a God of order. Yes. Mungu ni Mungu ambaye anapenda mambo ya mipangilio. Unaona kanisa hili leo ambao tuko, kama tungekuwa na order, hawangekuwa wamejenga kanisa lile. Kwa sababu mtu anakuja basi anasema tunajenga kanisa hii, mwingine anasema ya nini? Tunabaki pale, so watu wanafurutana. But because there was some order, walifika mahali ambao wakakubaliana. So dini hii yetu pale nyuma ilikosa order. Na as a person that has come in, kama mchungaji, kama a middle generation, na kama mtu ambaye analewa uongozi, ningependa nilete mabadiliko. Ndio watoto wetu wale wanakuja nyuma yetu wasione dini ya monkey business. Oh yes. Waone dini ambao kuna order. Vitu inafanywa katika order, na wakati imefanywa katika order, jina la Mungu linapata utukufu. Amen. Unasifiwe sana. Na Mungu analeta baraka. Kwa hivyo kuanzia wakati ambao tumeingia katika ofisi, tumejaribu kile ambao tunaweza, na hizi vitu huwezi kumaliza na siku moja, kwa sababu wanasema mtu ikizoea njia, hata ukiwekee kizuizi bado itakuwa nataka kupitia pale. Mtu mmoja pia aliniambia ya kwamba an elephant hata akienda 40 years, akirudi hata kama amekuta umejenga, hiyo ndiyo anajua ni njia, atabomoa hiyo njia na apite. And that is how some of our pastors and our leaders wamekuwa raised up na wamekuwa wakifanya kazi namna hiyo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wakati ambao msungu alikuja alituletea dini hii, alileta kitu mzuri ambao nilikumbuka, alileta faith, hakuleta katiba. Alikuja na faith ya kibaptisti. Na faith ya kibaptisti ndio inaongea mambo ya autonomous. Lakini katiba ya kibaptisti haiongei autonomous, kwa sababu katiba ya kibaptisti imerejista kanisa moja Kenya hii inaitwa Baptist Convention of Kenya. Na ikasema ya kwamba haya makanisa zote wakina Mulumbi wanakula mzara na pesa ni branches ya hiyo kanisa moja kubwa anaitwa Baptist Convention of Kenya. Hiyo ndio vile katiba inasema. Amen? Amen. Na katiba na faith are two different things. Katiba ndio nchi inatumia. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo hakuna siku ambayo utaenda kwa serikali na umwambie imani yetu inasema we are autonomous. Atakwambia shetani ashindwe. Kwa sababu atakwambia hebu leta katiba yenu imeandikwa wapi hapa. Amen. But because we are Baptist, tunaelewa kwa nini autonomy ilikuja ama inatumika. Ni kwa sababu kama kanisa la Kibaptisti hatuajiri wachungaji at the headquarters. Hatukuchukui pesa yote ya kanisa tupeleke headquarters ndio tupeane mzara. So in the internal affairs tunaelewa mambo ya autonomy mahali ilikuja. Ni ya kwamba every church takes the responsibility ya mchungaji wake, na pia ina take responsibility na maendeleo yake, of which is a good system and also a bad system. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukienda Parklands basi anapata mzara 750,000. Ukikuja Kongarapus basi akipata 200 Jumapili anasema hallelujah. Lakini wote wamesoma theology. Hata saa zingine yule ya Kongarapus alienda akasoma zaidi. Lakini kwa sababu hiyo, so everything kuna na advantage and
But kwa sababu ni imani yetu, we appreciate God that we have a faith. Amen? Na kuna kitu ambao in business we call organizational culture. Organizational culture ni tabia ama desturi ya every organization. Na inakuwa muhimu sana. It does not change in a night. It does not change in a fortnight. It takes time. Bwana asifiwe sana. So sisi pia kama Baptisti tuko na, it is our organization. And because it is our organization, we have also a culture in this organization. Lakini hapa Western kwetu saa zingine tunaenda sana. Haleluya. Mbia pastor mwenzangu, saa zingine tunaenda sana. Tunajisahau. Haleluya. Tunaenda mpaka tunajisahau sisi ni wakina nani. It is important to know your culture. If you know your culture, hata nyinyi kama Waluya, nilikuwa nakula kwa ndugu yangu Titus. Na naona simsimu inakuja, mwingine akikuja kwanza chai na kasimsimu na kajugu, na ninauliza Weringa, sasa iko namna kasema, unajua bado hii ni kusafisha mdomo. That is a culture in Western. Ya kwamba mwingine akikuja pewe chai kwanza ili atulie ndio sasa iko haikuje. Lakini hapa kwetu Western wakina Jackson mnakimbia sana. Na hatutaki vita. Unajua ni mbaya sana kama kiongozi anapigana na wale watu wanaoongoza. Amen? Amen. Na sahihi, unajua sijakuja kwa mambo yenu mmeomba, ninakuambia mambo ya culture bali. Unajua sahihi, it is very bad ikikuja leo nikute kama Katiet amevaa kama Lejo Maria alafu mimi namkemea. Si ni mbaya. Si ni mbaya. Sasa mimi kama kiongozi nitakuwa tu na akili niseme maybe anasherekea. Lakini nikiangalia kama kiongozi nasema this is not our culture. It does not look like us. But kwa sababu you do not want to shame a brother or a sister. Unajua utafanya namna gani? Utaingia tu ndani na udansi pamoja naye kidogo, lakini unajaribu kudansi kurudi nyuma na unaenda mbele kidogo. Kwa sababu unaona hii sio kitabia yetu na desturi yetu. So jambo nataka ni waombe wachungaji. We are in the middle of other people. Amen? Amen. Let us also maintain our culture. Amen? Amen. Na unajua katika hii uongozi wangu, kwa sababu najua Mungu amenipatia 8 years kama nitakuwa hai. There is a time I want to call all pastors na tuangalie tumetembea namna gani for the last 50 years, 60 years. Alafu tuone ni nini ambaye hatujaenda mzuri, nini ambaye hatujaenda mbaya, ili ya kwamba tusiruhusiane maneno. Alafu tukipiga kura tutoke pale tuseme hii tunatoa, hii tunaacha, hii tunatoa. Lakini hatujafika hapo bado. Kabla hatujafika hapo tuwe kiasi. Amen. Hata kama umeona jirani ya roho na ile nyingine anafanya vile anafanya, wewe fanya kidogo kwa sababu unatoka mahali tofauti na hao. Amen. So hiyo ni culture ambao nataka tuseme pande yetu hii ya Western Kenya. Kwa sababu inafanya jina letu na kuwa baba. Unajua Nyanza na Western ni ndugu na dada. Ama namna gani? Yeah, inafanya jina letu na kuwa mbaya. Sasa wanaanza kutuweka katika ile dini nyingine ya kawaida. Sema hizo ni watu wa dini tu. Unajua sometimes watu wengine wanasema ya kwamba watu ndio nikienda mahali nijulikane. Mimi najua ya kwamba it depends on how you carry yourself. Unajibebaje? Unaweza kuwa umevaa mambo mengi na chifa na kutafuta kuku imepotea. Na unaweza kuwa ya kwamba uko na katai mahali na bado unaheshimika tu. Hallelujah. So I wanted us to be able to look at that as we think about us as the people of Western Kenya. Hapa mbele nitawaita chapter ya Western Kenya tukae tuongee. Ili nisiwe kwa ofisi na tunaibika na sisi. Tunajua wakati ambao wakale jinsi hiyo unaona wapigi kelele kwa sababu wako kwa serikali. Hawapigi kelele, watu wanapiga kelele lakini hawapigi kelele. Ni kwa sababu gani? Wako kwa serikali. Kwa serikali. Unafikiri waumini wanaumia, lakini wanakutana wanasema
Hatutaki tabia mbaya. Sisi pia tutakutana kama watu wa Western Kenya tuseme hatutaki tabia mbaya kwa sababu sisi ndio tuko Mwokozi. Tuonyeshe picha mzuri. Sawa sawa. Lakini mimi kama kiongozi wenu, rais wenu, nawapenda sana. Na mimi jambo napendaga zaidi ni wale wanafanya kazi ya Mungu. Amen. I love people that are dedicated to do the work of God. Hiyo inaniingia sana. Hata sasa zingine ikiwa na mia kwa mfuko, nikute kule mtu anapambana na rusaga na peana. Ni kwa sababu gani? I love the person ambao anafanya kazi ya Mungu. Wacha niwaambie ndugu, mwito ambao tumeitwa ni mwito kubwa sana. Inashinda kuwa governor wa nchi. I always tell people that I am better than the president of this nation. Kwa sababu president anadili na mambo ya physical. Mimi nadili mpaka naweza ita mbingu na ishuke na mambo itendeke. Ambao rais ya Kenya hii hawezi. Bwana asifiwe sana. But let us carry ourselves as people that are better. Inaweza kuwa ya kwamba kanisa kupatia msara, lima hiyo shamba lako, but be presentable, kuwa na tabia nzuri kijijini, ili ya kwamba jina la Yesu lipate nini? Utukufu. Unajua Biblia inasema when you lift me higher or you lift my name higher, I also talk about you well before my Father. Tunaomba ya kwamba Mungu aongee juu yetu mzuri pale katika nyumba ya baba wetu. Sawa sawa? Now I'm coming back to the crux of the matter of the day. Kwa mambo ya siku hii ya nini? Ya leo. Hii mambo ya siku hii ya leo nimeisikia kwa sababu niko na marafiki wengi huko. Nimesikia kama rafiki, nimesikia kama president, na nilikuwa nawasema tu ya kwamba wakati wa Mungu itafika, but kuna matakwa. There are things that have to be done. Na mimi always like doing things right. Amen. 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 I don't do things politically. Kwa sababu mambo ya Mungu kuna politics. Amen. Nataka tufanye vitu right. Ili mtu akikuja nyuma yangu asije akabadilisha. Aendeleze. Unajua shida ambayo tumekuwa naye katika makanisa zetu ama katika kanisa ile cha Kibaptisti ya kwamba everybody comes and kama anaanza mpya, kila mtu anakuja anaanza mpya, lakini sisi na ofisi yangu we want to lay a foundation ambao wale wanakuja nyuma yetu wataijengea. Amen. Ndio mnaona mlikuja Machakos. Amen. Tulikuwa na watu 1,200. Ijawahi onekana Kenya hii. Amen. Ni kwa sababu gani? We want to make these changes. Ili ya kwamba wachungaji, washirika wetu wapate mahali ya kukutana na kuabudu. So we are reducing what we call business meeting. Unajua Baptist mara mingi tumekuwa watu wa business. God has not called us for business. God has called us for worship. Amen. So we want to make worship kuwa mingi zaidi kushinda business. Amen. So kwa mambo hii ya leo nimesikia Kombo akiongea na mara mingi Kombo does not give religion. Kwa sababu pengine anapeana akiwa na mambo mengine katika roho yake. Maybe survival tactics, maybe competition, maybe peace. So naona mimi nipo na mke wangu. Tukitengana saa zingine tulikuwa napendana tu. Lakini kwa sababu saa zingine I want some peace, I want something, inafanya tunatengana. Mimi nimepata manyanga. Inafanya tunatengana. So that is why as a leadership of today, our policy is a bit different. Kuna mambo mengi ambao lazima tuyafuatilie. Kwa sababu ukiwa na watoto nyumbani, unawaambia watoto ati mwende tu mgawe shamba bila wanataka. Itakuwa sawa? Watapigana, watakatana. Kwa sababu mwingine atachagua mahali imenona, mwingine atakuja anasema chukue mingi, kwa sababu always children struggle. Amen. Na kuna kitu ambacho tunaita psychology ambao inaitwa, remember the right name. It can be a mob psychology,
but there's a name I'll get. Ya kwamba wakati watu wakiwa pamoja, hata sisi wachungaji tukiwa pamoja, mind yetu inatosana, and we can do something good or something bad. Tuko pamoja. So that is why a region cannot divide a region. They can suggest. They can only suggest. Alafu sasa tunaenda in the system, tunaona ya kwamba are they in a position ambao wanaweza kuwa region building. Kama watoto wako wakati ambao umejua wamekomaa, si wanasema, mtoto anasema baba, mimi naona sasa nitoe boma ndio wakina Wafula pia wanakuja nyuma wapate mali ya kujenga. Lakini baba ndio lazima fanye nini? Atoe uamuzi, aone kama na wewe ukijenga boma na wewe unafanya kazi Nairobi, nani atachunga boma? Ni muulize maswali mingi. That is the responsibility of the parent. So licha ya kwamba Kombo aliandika barua, that was not a ticket. Thank you. Are we together? We are together. That's not a ticket. Kwa sababu I don't know whether he has his reasons. But that is not a ticket. Thank you. The fact that elders walienda wakaongea here is not a ticket. Thank you. The ticket is to do things right. Thank you, sir. Leo nashukuru Mungu, my friend has taken me around. Pamoja na my friend Titus. Wametupeleka around, tumeona makanisa yale mapya ambao, tumeona sehemu ambazo bado makanisa zitakana zipande. Hata mimi, if you ask me today, if I leave and go to the president aside, nikiacha president gani uniulize, ningependa tuwe na 47 regions as we have 47 counties. Oh, yes. Ningependa. Lakini sio mambo yenyewe na kupenda. Do we have the prerequisite qualification to be able to make the 47? Are we in Garissa? Are we there? We have churches there to make us have 47 regions. Kwa sababu umesikia ndugu yangu amepiga hesabu hapa, akasema ya kwamba tukihitaji 10 milioni na tuko na regions mingi tunawapatia tutaje, tunasema wewe region nenda leta hii, wewe nenda leta hii na wataleta. Unajua Anglican Church, the way they do is that they give churches goals. Ama diocese ikanapea nini? Goal. So unapewa goal, they compete towards that goal na wana raise pesa. Amen. Lakini mnaniangalia kama mmechoka sana. Sijakataa. Mimi najaribu tu kuambia mambo ya ukweli. Ndio mimi shida yangu inakuanga ukweli. Yes. My problem is the truth. Ndio leo hata wale wengine walikuwa wananipiga sana because mimi ni mtu wa ukweli. Sina mambo. Because I'm born again. Why should I lie to people? I'm born again. As a pastor you should be truthful. Amen. Haifai ya kwamba kadi nyingine unacheza chini ya meza na nyingine weke juu ya meza. Every card put on top of the table. Glory. Amen. Amen. Nimeona list ya makanisa hapa na kuna list nyingine pia ambao nilituma ndugu yangu Titus aenda print. Nimeona list ya makanisa ambao is within the proposed the thought about region is about 68 churches. That is a very good move. Ni mzuri zaidi. Kwa sababu sisi pia tunataka maendeleo. Hakuna mtu hataki maendeleo. Tunataka maendeleo. Na nimeona jinsi ambao ziko. We are able to get a region if it is in terms of churches. Amen. But mwenzangu basi akiongea hapa, we must be able to know what makes a church be a church. Amen. I've not gotten the list from the other side where Kombo is coming from, that where Katia Chanderesa coming. Sijapata hiyo list, lakini nimeambiwa pande hiyo pia kuna 70 churches. Ni hivyo Katia? 70 churches. And how many associations? 7 associations. Ni sawa. Now, leo jambo ambao tumekuja kufanya ni wasema kweli. Katika kanisa letu la Kibaptisti ya Kenya, we know a church by registration. Thank you, sir. And registering by 10,000 Kenya shillings. Thank you, sir. Are we together? That is how we know a church. Because how will I know there is a church of Baptists? Even when we're taking the returns to the government of Kenya, we take a return
Amen. 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 Hatuchukui kanisa, sisi sio wasungu ambao wanakuja wanahesabu, tunasema kanisa 20. Na ukienda kwa ground hakuna 20. Sisi tunatumia list. Hii list iko ndani ya Central Western. Na katika hii list yangu kuna Busia Association. Wapo watu wa Busia Association wasema Busia flat. Hakuna hata kanisa moja imelipa. Hata moja. According to this list. No, so the Busia Association, no church. No Baptist church. Asante. Tuende Busia South Association. Busia South Association. Katika list hii kanisa ambayo inaweza semekana ya kwamba imelipa ni Singinga, Port Town na Bulemia. Haya ndio kanisa ambazo tunaweza sema ya kwamba wamelipa. Kwa sababu gani? Wamelipa 10,000 Kenya shillings. Wamelipa makanisa karibu 20, lakini hawa wamelipa 5,000 ambao sio yale ambao tulikubaliana. Thank you, sir. So inamaanisha ya kwamba hawajafika. Oh, glory to God. Tuko pamoja? Yes. Nataka tukitoka hapa tunasemezana ukweli. Tumeona Busia zero. So we don't have association called Busia. Kwa sababu every year kila association inatoa elfu ngapi? 10,000. Kila association. Kila kanisa inatoa elfu ngapi? 10,000. Tuko pamoja? Lakini mpaka wa leo hatuna kanisa limelipa from Busia. Na umesikia yale ambao wametoka Busia South, tumehesabu wangapi? Almost only 4. Ndio wamelipa. Tuko pamoja. Tuko pamoja ndugu yangu. Kabisa. Yes. Alafu tukitoka pale tunaenda Butere Association. Watu wa Butere wasimama. Okay, asante. Watu wa Butere makanisa yale wamelipa ni mawili. So meaning we only have 2 churches in Butere. That is Sinyalu Baptist na Ishimukoka. Unajua sasa sio lugha yetu but that one. Akisheni how we look at the capability of taking care of a region. Yes. Hiyo nimetoka region na yetu association inaitwa nani? Butere. Kanisa gapi? Peke yake. Now, tunaenda Kwisero. Watu wa Kwisero tusimame. Kwisero, very good. Kwisero tuko na makanisa 10. Amen. We have 10 churches. Wow. Yaya iko sawa. Amen. Hiyo Butere, hiyo Kwisero, tunawadai tusige elfu ngapi? 5,000. Ile ya registration ya association na inatakana hata wapate fund back, wapewe 20% of this money irudi kwenye kazi katika hii association. Amen. So Kwisero wakiuliza kitu kwa Baptist Convention of Kenya, ninakuja mpaka na Rivers. Kwa sababu ni nini? Tick. Asante. Sasa tuende Kwisero West. Watu wa Kwisero West wasimame. Hakuna kanisa imelipa. Ni kanisa moja tu. Ni pesa ya association walilipa peke yake. Hakuna hata kanisa moja imefanya nini? Imelipa. When I was coming here today, ili nifike hapo, I have used 65,000 Kenya shillings from the Baptist Convention of Kenya. Apart from that, nimetumia tear and wear ya gari ya Baptist Convention of Kenya. Inamaanisha nimetumia pesa ya Kwisero. Lakini tunaendelea mzuri wa ndugu. Tunaenda Mumias Association. Watu wa Mumias wasimama. Hapo ndio kwa Mlondo na peke yake. Hapo kwa Mumias makanisa yale wamelipa ni 1, 2, 3. Shianda, Makale na First Baptist. So inamaanisha kwamba that association kisheria ya Kibaptisti na ya sheria ya Kenya
Tuko na makanisa magapi? Matatu. Tunaendelea. Kwa sababu ndugu aliniambia 70 churches, 80 churches, 68 churches. Then after this nyinyi wenyewe mtaniambia. Alafu tukitoka pale tunaenda Mumias Central Association. Wasimama. Mumias Central. Hawako hapa. Amen. Na kwa sababu wako hapa zero. Hakuna hata kanisa moja. Kwa hivyo sisi wa Baptisti hatuna kanisa lolote pale. Wako tu kuandikwa kwa bao. Juzi kuna kitu kitendeka Rongo. Mliona? Mliona ile kwa TV? Saa hii makanisa za Kuria, Kisii na Nyanza, they must give the number of their president, telephone number and ID number. They must give the certificate from the convention ambaye inaonyesha kwamba they are members of the Baptist Convention of Kenya. Jana nikikuja nilipigiwa na chief ili ya kwamba nipeane details zangu. Ndio serikali waende wasome waone kama kiongozi ya huyu dini kuna desturi yake yoyote. Na sasa you only give that to members who are paid up. You don't give it to every deacon Ari who is calling himself or herself a Baptist. How we are together? We are very together. Tuko pamoja. Hiyo nimemaliza Mumias Central. Watu wa Mumias South Association wasimama. Wanakuaga? Okay, hata kama hawajasimama hapa leo, do we have association like that? Wako. Sasa kwa hii list wamelipa 0. Mumias South wamelipa 0. So inamaanisha we don't have a church in that area. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Wacha tuende Mumias West. Watu wa Mumias West wasimama. Mumias West. Do we have that association? Iko. Sasa kwa list ya Baptist Convention of Kenya 0. No iko na single church as paid. Lakini sasa hii tunataka nani? Region. Hawa Goma nasema natosha. Na umesikia nimesoma association ngapi kutoka pale ambao hawajalipa. Wacha tuendelee. Teso Association. Teso policy yangu ni 0. Makanisa ni 23 wamelipa tu elfu ngapi? 5. Na sheria yetu inasema elfu ngapi? 10. Hiyo tano yao wamelipa 23 churches. They have not paid 10,000. Wow. Inamaanisha ya kwamba they don't even get a certificate. Oh yes. That is why we are. Sisi kweli. Sisi tukubaliana ya kwamba tuwe Wakristo. Hey. Na Wakristo mambo yao ni wazi. Hakuna mambo ya siri. Bas, tuende Busia West Association. Watu wa Busia West? Busia West wasimame. Sisi hapa. Asante. Kwa kijana yangu Maina. Hapo makanisa yale yamelipa ni Butokoni, Busia, Busibwabo, Buyembe, Biyembe. Whatever. Then the other one is Bumala and Sega. So hapo kuna nini? Kuna association, kuna some life. Thank you. Tuketi. Thank you. Bwana asifiwe sana. Si tunaendelea mazuri. Alafu tukitoka pale tunaenda kwa Busia Central Association. Kwa Busia Central Association ni 0. Kwa sababu makanisa yale yamelipa 8, wamelipa elfu ngapi? 5,000. So those are the associations which are officially Central Western. We don't qualify. My brothers and my sisters, be on the seat of the president today. What could you say? Oh. Be the president today. Kwa sababu gani? Kwa sababu
Tunataka tuwe watu ambao wanafanya mambo ya ukweli. Yes sir. And we don't want to survive. Me, I don't want to survive. I want to thrive. Amen. Amen. Sasa hiyo ndio hali ya region ya Central Western. Na kama mimi nimeisoma, kama kuna kanisa ambalo tunaweza thibitisha kwamba there is a church in Central Western, there are less than 30 churches.